ila wale wafuate injili yake. Leo tunaangalia mpinga Kristo sehemu ya pili, ukweli ambaye umefichika. Dunia hii wengi hawaelezewi, na ni ngumu sana upate pastor kufundisha maneno kama haya. Ni ngumu sana. Wengi umekaa kanisa miaka mingi, umeona wapi ukifundisha mambo kama haya. Leo tunaenda kuangalia mpinga Kristo sehemu ya pili, heavy on the heart. Truth is independent of opinion by its very definition. Truth is intolerant of error. Every aspect petition the conscience for acknowledgement. The individual, however, hold the key to admission or rejection. Truth is independent of opinion. Ndio. Yohana 8:31. Ukweli, truth is independent. Ni wewe ukubali kufuata ukweli ama uache. Mambo ni mawili. Watu walazimishi kufuata ukweli. Truth is independent. Yesu akasema maneno haya 8:31 Yohana. Neno la Mungu linasema hivi. Nini? 8:32. 32 inasema hivi. Tena mtaifahamu kweli. Hebu anza 31 mtumishi. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi walioamini. Yesu akaanza kuambia Wayahudi walioamini, ninyi mkikaa katika neno langu. Yesu aliwaambia, jameni Wayahudi, mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. mmekuwa wanafunzi wa Kristo kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli. Utaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Tufahamu kweli na ukweli tuweke huru. Timotheo wa kwanza 2 mstari wake ni 3. Watu wajue ukweli na ukweli waweke huru. Hii ndio ukweli, na ni ukweli mtupu. Maana tunakuambia enda uchunguze. Usikubali kila kitu tunasema, nenda uchunguze wewe peke yako. Tafuta Biblia, andika haya mafungu, kaa kwa nyumba usiku, anza kuyachunguza. Leo tunaenda kuingia kwa mambo mengine mengi. Nikakwambia sasa injili ndio imeanza. Tulikuwa tunawaambia historia, sasa injili ndio imeanza. Unajua mtumishi? Ndio. Professional teacher huwa anaanza kufundisha from known to unknown. Naam. Unafundisha watu ile kitu wanajua, alafu unaingia kwa ile hawakuwa wanajua. Ndio tunaingia siku ya leo. Maandiko yanasema nini? Hili ni nzuri. Nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe. Mungu anataka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Watu waokolewe na wajue yaliyo kweli. Wokovu, unapookolewa, unaokolewa unajua ukweli. Usiseme umeokolewa ila hali hujui kweli. Truth is independent of opinion. Jana tukaangalia kuanzia juzi mpinga Kristo wa kwanza, tukaangalia Danieli 7 mstari wa kwanza. Danieli aliota ndoto, akaona wanyama wakubwa waine. Wanyama wakubwa waliokuwa waine walitoka kwa bahari kubwa sana, na hiyo bahari ilikuwa inavuma upepo mwingi. Tukaangalia siku ya jana, mnyama wa kwanza alikuwa anafanana na simba na alikuwa na mabawa ya tai. Mnyama wa pili alikuwa anafanana na dubu na alikuwa ameinuliwa upande mmoja na mifupa mitatu ambavyo ilikuwemo kinywani mwake. Mnyama wa tatu alikuwa kama chui, na mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne na alikuwa na mabawa manne. Danieli akaangalia mnyama wa nne alikuwa wa kutisha sana, ambaye huyu mnyama alishindwa hata kumpatia jina. Na huyu mnyama alikuwa na pembe 10, na kati ya pembe zake kuna pembe ilisuka kati yao. Tukaangalia siku ya jana Danieli hakuwa na shida na ufalme wa kwanza wa simba ambao ulikuwa Babeli. Hakuwa na shida na ufalme wa pili ambao ulikuwa ufalme wa Wamedi na Wajemi. Hakuwa na shida na ufalme wa tatu ambao ulikuwa ni ufalme wa Kiyunani. Hakuwa na shida na hizi falme tatu, bali alitaka kujua habari ya huyu mnyama nne ambaye alikuwa mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi. Alikuwa na meno ya chuma makubwa sana, alikula na kuvuta vipande vipande na kukanyaga mabaki kwa miguu yake.
na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Danieli alipoangalia huyu mnyama, akamwangalia kwa makini sana, akaona huyu mnyama alikuwa na pembe 10, na kati ya pembe zake zile 10 pembe nyingine ikasuka kati yao. Jana tulikuwa tunaangalia pembe mdogo na tabia ya hiyo pembe. Mtumishi, naam, nisomee kitabu cha Danieli 7, anza mstari wake ni wa 24. Inasema, Danieli akaona pembe 10, na kati ya hizo pembe 10 kukatokea pembe nyingine. Maandiko yanasema nini? Na habari za zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10. Katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao. Kwa hao wafalme 10 kuna mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Akifanya 10, huyo mfalme ataondoka, atakuwa mbali na hao wa kwanza. Naye atawashusha wafalme watatu. Huyo mfalme atashusha wafalme watatu. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Akipembe ndogo itanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Pembe ndogo itadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye atazimu kubadili majira na sheria. Hebu tulia mtumishi, watoto mnyamaza. Haya, wewe nyamazeni. Ni nini? Hebu tulieni. Unajua shetani afurahi injili ya ukweli kuhubiriwa. Anaweza ingia kwa watoto waanze kupiga kelele, watu wasisikie ujumbe. Kwa hivyo kuweni wapole, si ndio? Wale wanapiga kelele shetani ndio anawatumia. Kwa hivyo msipige kelele, maana injili ni injili ya muhimu sana, ambayo inafungua mawazo ya watu wengi ambaye wako wanaelewa. Watu wamebeba Biblia lakini hawajawahi jua maneno kama haya yako hapo. Sasa mtumishi, Danieli akaona pembe, hii pembe inanena maneno kinyume chake aliye juu. Tukaangalia aliye juu ni nani? 92:1 Zaburi. 92:1 kitabu cha Zaburi. Nikakwambia huyu pembe ana macho, ana mapua, ana mdomo, lakini hana masikio. Tutajua kwa nini hana masikio siku ya leo. Kwa nini hakupewa masikio? Maana angekuwa na masikio angesikia. Huyu hana masikio, hata afanyiwe nini hawezi sikia. Maandiko yanasema ni 92:1 Zaburi. Ni neno njema kumshukuru Bwana na kufanya nini? Na kuliimbia jina lako. Uliye juu. Kwa hivyo Mungu ndiye ako wapi? Juu. Huyu pembe anachokoza Mungu ambaye aliye juu, anachezea sera za Mungu. Hebu tuende kitabu cha Isaya mtumishi. Isaya 57 mstari wake ni wa 14. Isaya 57:14. Tukaangalia huyu pembe anamtukana Mungu kwa njia gani? 57:14 Isaya. Inasema, tangia mstari wa 15 mtumishi. Anza 15. Maana aliye juu, aliyetukuka ni nini? Akae milele, anayekaa milele, ambaye jina lake ni mtakatifu. Kumbe hati aliye juu, aliyetukuka, jina lake ni mtakatifu. Pembe hii ikachukua tabia ya Mungu, akajiita Mungu, akataka kufanana na Mungu. Huyu pembe mtumishi. Ndio. Unajua kuna mambo mengi ambayo watu wa Mungu ni lazima waelewe. Unasoma wapi mtumishi? Naona umefungua injili. Hati aliye juu, aliye mtakatifu. Hebu tuende Ufunuo 15 mstari wake ni wa 4. Pembe hii ikaanza kumtukana Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake na hao wakao mbinguni. Ufunuo 15 mstari wake ni wa 4. Kwa kasi mtumishi. Inasema. Inasema. Nini? Ni nani asiyekucha Bwana? Ni nani asiyekucha Bwana? Na kulitukuza jina lako. Na kulitukuza jina la Mungu. Kwa kuwa wewe peke yako mtakatifu. Ati Mungu peke yake ndiye mtakatifu. Huyu akaanza kujiita Mungu na kutukana jina la Mungu. Anajiita yeye ni mtakatifu. Tukaangalia tabia pembe mdogo
anajiita yeye ni mtakatifu. Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, mtumishi, kuna mambo aliweza kuyazungumza 17:11 Yohana. Kuna mambo Yesu aliweza kuyazungumza 17 mstari wake wa 11 inasema, Bwana mimi simo tena ulimwenguni. Yesu akasema yeye hayuko tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni. Wanafunzi na watu wako ulimwenguni. Nami naja kwako. Nani? Baba mtakatifu. Ati Baba mtakatifu. Ati Yesu akasema naja kwako Baba mtakatifu. Baba mtakatifu ndiye ako juu. Kwa jina lako ulilonipa. Ufanye nini? Walile hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Kuna fungu natafuta, mtumishi. Ndio. Kuna fungu natafuta ambaye inasema Mungu hawezi kumpatia mtu utukufu wake. Isaya ngapi? Ni Isaya 42 mstari wake ni wa 8. Hebu angalia hapo. Ama ni Isaya ngapi? Naipata mtumishi. 42:8. Kuna jambo anasema, maana huyu alichukua jina ya Mungu. Tunauliza swali, je, Mungu anapeana jina yake? 42:8 inasema, mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana ndilo jina langu. Ndio jina lake. Na utukufu wangu ni nini? Sitampa mwingine. Mungu akasema utukufu wake hawezi kupatia mwingine, lakini huyu jamaa amechukua utukufu wa Mungu. Mungu akasema utukufu wangu sitampa mwingine. Hebu sikia, ati sitampa mwingine, lakini huyu anaitwa Baba mtakatifu. Wewe mimi ndo nasema anaitwa Baba mpinga Kristo Hebu tuende kitabu cha soma Samuel. Unasoma wapi mtumishi? Yohana 5:43. Inasema hivi. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Yesu akasema nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Yesu akasema alikuja kwa jina la Baba yake, watu hawakumpokea. Mwingine atafanya nini? Akija kwa jina lake mwenyewe. Kuna ule atakuja kwa jina lake mwenyewe, mtampokea huyo. Watu watampokea. Wewe sikia, yeye ndo alianzisha ibada ya Jumapili. Tunasoma leo. Nakwambia sasa injili ndio imeanza. Akaanzisha ibada, akapoteza watu, wanajiita Universal Church. Tutajua ni universal wa kina nani. Yesu akasema anakuja kwa jina lake, lakini watu hawakumpokea. Huyu mzee atakuja na watu watampokea. Samueli ni wa kwanza 2 mstari wake ni wa 2. Hebu sikia, leo mambo ni mengi. Huyu jamaa lazima tumfunue, ambaye Yesu anasema lazima afunuliwe. Huyu ndo anaitwa mpinga Kristo, lazima afunuliwe. Yesu hatarudi duniani kama watu hawajajua huyu mpinga Kristo ni nani. Lakini mwingine anasema Yesu atakuja, baada ya Yesu kuja watu wakachukuliwa, sasa mpinga Kristo anabaki akidanganya watu. Kina nani? Maandiko yanasema nini mtumishi? Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana. Maana hakuna yeyote ila wewe. Hakuna yeyote ila Mungu. Lakini huyu anajiita mtakatifu. Wewe sikia, usishangae sana ati anaketi katika hekalu la Mungu akijionyesha yeye ni nani. Na nitakuambia tutakapokuwa tukiendelea na mafundisho, usikose hii wiki nzima. Nitakuambia kwa nini yeye anavaa nguo nyeupe alafu wengine wanavaa nyeusi na nyekundu. Nitakuambia hii kikao ya giza hii inamaanisha nini. Sasa tusomee Wathesalonike mtumishi 2:3 inasema, Wathesalonike wa 2:3. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Paulo akaandika akaambia Wakristo, kuweni makini,
Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji siku ya Bwana haikuji ili usipokuja kwanza ule ukengeufu kabla hujakuja. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, anaitwa son of perdition, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi. Huyu ni mpingamizi. Ajinuaye nafsi yake juu ya kile kiitwacho Mungu, anajiinua nafsi yake juu ya kile kiitwacho Mungu, ama kuabudiwa. Tukaangalia jana, anaabudiwa. Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Hebu sikia, anajionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Mtu anasema ni shetani mtumishi. Hebu soma mstari wake ni wa 9, hiyo Wathesalonike 2:9. Neno la Mungu linasema hivi. Nini? Inasema yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani. Akikuja kwa huyo ni mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Hebu tulia. Ati si Shetani, bali kuja kwa huyo ni mfano wa kutenda kwake Shetani. Kwa watu wanaonanga tu maneno Holy Father. Ukienda Vatican ndio utashangaa. Hata hapa wewe ni shahidi. Hebu mnisomee kitabu ni cha Danieli. Ni Danieli kukufuru. Ni Danieli ama ni Ufunuo? Ufunuo 13. Ufunuo 13 anza 5 Neno la Mungu linasema hivi. Ufunuo 13 mstari wake ni wa 5. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Huyu akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Swali, kukufuru ni nini? Ndio tuelewe ananena hiyo maneno namna gani. Hebu tuende kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili 19:22. Tuangalie kukufuru ni nini. Ndio tuone Biblia inasema ukweli ama inatudanganya. Wafalme wa Pili 19:22 inasema nini? Neno la Mungu linasema hivi. Ni nani aliyemshutumu na kumtukana? Ni nani aliyemshutumu na kumtukana? Umeinua sauti yako juu ya nani? Mungu anauliza swali, umeinua sauti yako juu ya nani? Na kuinua macho yako juu. Na umeinua macho yako juu ya mtakatifu wa Israeli. Juu ya mtakatifu wa Israeli. Kutukana Mungu, ameinua na kumtukana, na ameinua macho yake juu ya mtakatifu wa Israeli. Hebu tuende Yohana mtumishi, tuone ameinua macho yake juu kwa njia gani. Ufunuo, sio Ufunuo, Yohana 10 mstari wake ni wa 30. Inasema hivi. Nini? Mimi na Baba tu umoja. Yesu akasema mimi na Baba tu umoja. Inaendelea kusema nini? Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Wayahudi wakaokota mawe tena wampige Kristo. Yesu akajibu akasema, njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Nimewaonyesha kazi nyingi zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi kati ya hizo mnafanya nini? Mnanipiga kwa mawe. Kwa ajili ya kazi gani mnataka kunipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu Yesu akamwambia, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe. Kwa sababu ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru. Na kwa sababu wewe uliye mwanadamu, wajifanya mwenyewe Mungu. Aya. Hati kukufuru ni mwanadamu kujifanya Mungu. Swali, Yesu alijifanya Mungu ama ni Mungu? Ni Mungu. Tito 2 mstari wake ni wa 11. Yesu alijifanya Mungu ama ni Mungu? Lakini hao wanasema kukufuru ni mwanadamu kujifanya Mungu. Kama popu, yeye anajifanya Mungu.
hata anaabudiwa. Maandiko yanasema nini? Kitabu cha Tito 2:11. Maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu imefunuliwa. Neema ya Mungu inaookoa wanadamu imefunuliwa. Na inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia tupate kuishi kwa kiasi. Inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia tupate kuwa na kiasi. Na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Endelea mtumishi. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Tunapotazamia tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Mungu mkuu. Ati Yesu ni Mungu mkuu na mwokozi wetu. Yesu ni Mungu na mwokozi wetu. Yesu hakujifanya ni Mungu. Yeye ni Mungu. Hebu tuangalie mtumishi. Ndio. Isaya 7 mstari wake. Kabla ya 7 Isaya 9:6. Soma hiyo kwanza ndio tuende sawa. Isaya 9 mstari wake ni wa 6. Yesu hakujifanya Mungu, Yesu ni Mungu. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanaume. Tumepewa mtoto mwanaume. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Na ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Ati Mungu wa nini? Mwenye nguvu. Kwa hivyo Yesu hakujifanya. Yeye ni Mungu. Baba wa milele. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Sasa mtumishi. Naam. Utashangaa kuna jamaa anajiita Mungu. Hebu tusome Isaya sasa 7 mstari wake ni wa 14. Inasema. Nini? Kwa hiyo. Bwana mwenyewe atawapa ishara. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama. Nini? Bikira atachukua mimba. Eti bikira atachukua mimba. Atazaa mtoto mwanaume. Na atazaa mtoto mwanamume. Na atamwita jina lake Imanueli. Atamwita jina lake nani? Imanueli. Kwani Imanueli inamaanisha nini? Mungu pamoja nasi. Hebu tuende kitabu ni cha Luka mtumishi. Naam. Ni Luka 1:23 ama 2:23. Hebu angalia pale. Imanueli inamaanisha nini? Yesu hakujifanya. Lakini kuna yule anakufuru, anajiita Mungu. Ni hiyo mtumishi. Inasema hivi Luka 2:23. 2:23 inasema kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana. Nini? Kila mtoto mwanaume aliyekufunga mimba. Hii sio hiyo mtumishi. Hebu 1:23. Iko hapo hiyo fungu haiwezi potea. 1:23 ama ni Mathayo. 1:23. Hebu enda Mathayo. Inafuatana na ile Yesu mwezi wa 6 Mariamu kitu kama hiyo. 1:23 ama ni 2:23. Angalia hapo Mathayo. Yesu hakukufuru. Yesu ni Mungu. Mathayo 1:23. Inasema nini? Tazama bikira atachukua mimba. Tu hiyo bikira atachukua mimba. Naye atazaa mwana. Na atazaa mwana. Nao watamwita jina lake Imanueli. Watamwita jina lake Imanueli. Yaani nani? Mungu pamoja nasi. Ati Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi. Hebu Timotheo mtumishi. Waraka wa kwanza Timotheo 3 mstari wake ni wa 16. Siri ya utauwa ni kuu. Waraka wa kwanza Timotheo 3 mstari wake ndio tunadhibitisha Yesu ni Mungu kwa maandiko. Uende ukapatana na Muislamu akwambie niambie Yesu ni Mungu. Mupatie hayo mafungu. Timotheo wa kwanza 3:16 inasema nini? Inasema maneno haya. Waraka wa kwanza wa Timotheo. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Ati bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Ati Mungu alidhihirishwa katika mwili. Akajulika kuwa na haki katika roho. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Akahubiriwa katika mataifa. Akahubiriwa katika mataifa. Akaonekana na malaika. Akaonekana na malaika. Akamiminiwa katika ulimwengu. Akamiminiwa katika ulimwengu. Akachukuliwa juu katika utukufu. Huyo ni nani? Yesu. Hebu mtumishi. Sasa huyu jamaa jambo lingine ya kukufuru ni gani? Tunaangalia
Kukufuru ni mwanadamu kujifanya Mungu. Hebu 5:21 Luka. Jambo lingine la kukufuru ni nini? 5:21. Maana tunaona kukufuru, mwanadamu akijifanya Mungu anakufuru. Hiyo pembe ndogo ilikuwa na tabia ya kukufuru Mungu. 5:21 inasema nini? Tuanze mstari wa 20 mtumishi anasema. Nini? Luka ni 5:20. Inasema, naye alipoiona imani yao alimwambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Wewe umesamehewa dhambi yako. Basi wale Wayahudi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, Yesu akamwambia rafiki, wewe umesamehewa dhambi yako. Mafarisayo wakajiona wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Nani huyu anasema maneno ya kukufuru? Nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Swali anauliza, nani anaweza kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Unajua mtumishi? Naam. Unapoona huyu jamaa, kuna watu wanaendanga kwake mtumishi. Ndio. Unaenda, kuna sengenge imewekwa mahali, alafu unaenda unapiga magoti, unaanza kumwambia Father, hatijara nilizini na mke wa pastor na sikujua, jana nimetukanana, jana nimeongea vibaya. Wewe uko kwa face unaambia huyu jamaa, uko huku yako, alafu anakuambia, anaangalia kwanza kwa compound ya kanisa kuna mahali hapa kufyekwa vizuri, alafu anakuambia nenda ukafyeke kanisa na umesamehewa. Hawa anasema anasamehe dhambi. Hebu sikia, pembe hii wakaanza kumkufuru Mungu. Hebu Danieli 7 mtumishi. Kuna tabia nyingine hii pembe iko nayo. 7:25. 7:25 anajiita Baba Mtakatifu, wanakufuru. Anakaa kwa kiti akijionyesha yeye ni Mungu, anakufuru. Anajiita jina la Mungu, anatukana Mungu na maskani yake. 7:25 Danieli inasema nini? Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Pembe mdogo atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Kesho tutaangalia watakatifu walidhoofishwa kwa njia gani. Soma. Naye atazimu kubadili majira na sheria. Sasa tunataka tuangalie ati pembe atazimu kubadili majira na sheria. Tunataka tuangalie leo majira na sheria ilibadilishwa kwa njia gani? Atazimu kubadili majira na sheria. Sasa tunaenda taratibu. Tumishi. Kitabu ni cha Ezekieli. Ezekieli 33 mstari wake ni wa 19. Atazimu kubadili majira na sheria. Huyu jamaa tunataka tuone ilibadilishwa aje. 33 mstari wake ni wa 19. Yeremia 33. Yeremia 33 mstari wake ni wa 19. Neno la Mungu linasema maneno haya. Inasema nini? Nami nasoma katika pumzi ya Mungu. Barikiwa. Inasema maneno haya. Neno la Bwana likamjia Yeremia kusema. Neno la Bwana likamjia Yeremia kusema. Bwana anasema hivi. Mungu anasema hivi. Kama mkiweza kulivunja agano langu la mchana na agano langu la usiku. Mkiweza kuvunja agano langu la mchana na agano langu la usiku. Na agano langu la usiku hata kusiwepo tena mchana na usiku wakati wake. Ati kusiwepo mchana na usiku kwa wakati wake. Ndipo agano langu nililofanya na Daudi mtumishi wangu laweza kuvunjika. Hebu sikia, ati kama mnaweza usiwepo mchana kwa wakati wake na usiku kwa wakati wake. Hebu tulia. Hii inaitwa decreto di translate. Episcop. Hii ni kitabu. Wanasema hivi. The Pope has power to change time. Hii si mimi nimeandika. The Pope has power to change time, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precept of Christ. Ati ana nguvu ya kubadilisha nini? Majira. Tunataka tuone ilibadilishwa kweli
Kama ni maneno yetu. Hiyo mtumishi. Naam. Hebu nipigie 25. Majira ya usiku na mchana usiweze kutolewa kwa wakati wake. Tunaenda kuangalia ni kwa njia gani. 25 inasema nini? Bwana anasema hivi, ikiwa agano langu la mchana na usiku halikai imara, kama agano langu la mchana na usiku halikai imara, ikiwa mimi sikuziamuru kawaida za mbingu na dunia. Mungu anauliza swali, ikiwa kama si mimi sikuamuru agano zangu za mbingu na dunia, ndipo nitatupilia mbali wazao wa Yakobo. Atatupilia mbali wazao wa nini? Wa Yakobo. Hebu sikia mtumishi. Hii ni saa Hii ni saa. Naam. Siku hizi watu wanafanya kazi 24 hours. Ndio. Watu hawana muda wa kupumzika. Ndio maana Mungu anasema watu hawana masaa. Hebu tuende kitabu cha Yohana 11 mstari wake ni wa 9. Tunataka tuangalie masaa ina maana agano la Mungu la usiku na mchana linabadilishwa. Tunataka kuona linabadilishwa kwa sababu gani. 11:9. Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Yesu akajibu akauliza, kwani saa za mchana si 12? Si saa za mchana we have 12 hours. Usiku we have 12 hours. Siku mzima tuko na 24 hours. Si ndio? Yesu alijua akasema, kwani saa za mchana si 12? Hebu hiyo 9 mstari wake ni wa 4. Yohana 9 mstari wake ni wa 4. Alafu nikwambie jinsi kuna watu wamesoma na wanaitwa clever fools. Imetupasa kuzifanya kazi zake aliyenipeleka. Imetupasa kufanya kazi zake aliyenipeleka. Maadamu ni mchana. Ati ni mchana. Usiku waja. Usiku unakuja. Asipoweza mtu kufanya kazi. Hebu sikia. Watu wanafanya kazi mchana. Usiku unafaa ulale. Lakini saa hizi mtumishi, Nairobi 24 hours, ukienda town saa hii ndio kama watu wamefungua kazi. Mungu anasema mchana tufanye kazi, usiku tulale. Lakini watu wanafanya vice versa. Sasa sikia, mahali ujanja iliingia. Unapoangalia saa yako hata ya simu, angalia saa hii. Saa yako ya simu ikiwa ni 1 inakuambia ni saa ngapi? 1 ni saa 7. Yaani nashindwa mtumishi. Hata mtoto ameenda shule, hata ule hajaenda shule, umwambie 1 plus 1. Haizi kuambia ni 11. Anajua ni 2 mtumishi. Ndio. Lakini hapa ati 1 ati 1 plus ati 1 is equals to 7 wapi? Sasa angalia mahali watu wamekumbazwa akili. Saa yako ikiwa 1 inakuambia ni saa ngapi? 7. 2 ni saa ngapi? 3 ni saa ngapi? 4 ni saa ngapi? 10. 5 ni saa ngapi? 11. 6 ni saa ngapi? 12. Ati 7 ni saa ngapi? 8 ni saa ngapi? 2. 9 ni saa ngapi? 10 ni saa ngapi? 11 ni saa ngapi? 12 ni saa ngapi? Ati wamecheza na maneno. Inasemwa kuchezwa na maneno. Sasa sikia. Watu wanaingia kwa vitu ambazo wajui. Sasa wewe sikia. Watu wanacheza na maneno. Ona. Unajua mtumishi? 1 ukitoa 7 inabaki ngapi? 2 ukitoa 8 inabaki ngapi? 3 ukitoa 9 inabaki ngapi? 4 ukitoa 10 inabaki ngapi? 5 ukitoa 11 inabaki ngapi? 6 ukitoa 12 inabaki ngapi? 6. Ati watu wanapelekwa kwa ibada. Watu wanachezewa. Sasa swali mtumishi.
Naam. Unajua unaangalia unapata kwamba mtumishi saa hizi inapofika saa 6 saa yako inakuambia ni si ndio? Kwa saa yako usiku, unajua wakati ni wa New Year mtumishi. Naam. Watu wako ready kukaribisha New Year. Unapata masaa imeisha, sasa wanaongoja saa 6. Unapata ni saa 5:59 wanaanza kuhesabu sekunde. 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sasa ni saa ngapi? Hiyo ni yako ya Mungu, mwaka iliingia kitabu. Yaani wanadamu wako nyuma masaa 6, na hii kukua nyuma masaa 6, watu watakuja kukosa mpaka watakosa siku ya kuabudu. Ajenda ya shetani mtumishi. Sasa swali, je, siku inaanza saa ngapi? Tuulize Mungu. Tusijiulize. Mwanzo 1 mtumishi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu akaziumba mbingu na nchi. Na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Ati Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, nini? Iwe nuru. Ikawa nuru. Endelea. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaitenga nuru na giza. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana. Akaita nuru mchana. Na giza akaliita usiku. Hebu sikia, soma. Ikawa jioni. Ikawa jioni. Ikawa asubuhi. Siku ngapi? Siku moja. Ati ikawa jioni, ikawa asubuhi. Ikawa saa 6 ya usiku. Hapana. Mstari wake ni wa nani? Mungu akaliita ile anga mbingu. Mungu akaita anga mbingu. Ikawa jioni. Ikawa jioni. Ikawa asubuhi. Ikawa asubuhi. Siku ya pili. Ati ikawa jioni, ikawa asubuhi. 13 inasema nini? Ikawa jioni. Ikawa jioni. Ikawa asubuhi. Ikawa asubuhi. Siku ya tatu. Haja. Mtumishi. Naam. Kwa hivyo siku ya Mungu inaanza wakati jua inatua, ndio tumemaliza siku, tunaanza nyingine. Kama saa hii tuko Sunday. Sunday iko na masaa usiku 12, mchana 12, zote 24 hours. Sasa saa 6, siwamuke saa 6 uanze kutembea kama ni asubuhi. Lakini wanadamu wakapumbazwa. Yule pembe anakuja kubadilisha majira. Kando na saa, hata majina ya wiki yakabadilishwa. Nikakwambia nafuatia majina ya wiki yalitoka wapi? Majina ya wiki yakabadilishwa. Unapoangalia, nikakwambia Wayunani walikuwa na akili sana. Hebu wa Korinto wa kwanza 1 mstari wake ni 22 mtumishi. Nikakwambia Wayunani, nikakwambia siku zilitoka, majina ya siku ilitoka wapi? Mwingine anakuambia, wewe sasa niambie, kwa Biblia wapi kuna Sunday, kuna Monday? Hakuna. Sasa nakuambia ilitoka wapi? Ninasema kwa sababu Wayahudi wanataka ishara. Kwa sababu Wayahudi walikuwa wanataka ishara. Na Wayunani walifanya nini? Wanatafuta hekima. Wayunani walitafuta hekima, walikuwa na hekima. Alafu Wayunani walikuwa wanaabudu vitu ambazo wanaona. Nikakwambia siku ya kwanza wao walikuwa wanaabudu jua, siku ya pili walikuwa wanaabudu mwezi, siku ya tatu walikuwa wanaabudu Mungu Mars, siku ya 4 Mercury, siku ya 5 sayari Jupiter, siku ya 6 Venus, siku ya 7 Saturn. Wakaanza hivyo. Tunaona mambo yaliyotendeka. Mungu ya Wayunani, siku ya kwanza Emera ni Mungu. Emera ni Mungu. Elio ni kitu ambacho walikuwa wanaabudu. Siku ya kwanza walikuwa wanaabudu Mungu anaitwa Emera Eliu.
Siku ya pili walikuwa naabudu mungu anaitwa Emera Selene. Siku ya tatu walikuwa naabudu mungu anaitwa Emera Arios. Siku ya nne walikuwa naabudu mungu anaitwa Emera Amu. Siku ya tano walikuwa naabudu mungu anaitwa Emera Dios. Siku ya sita walikuwa naabudu Emera Aphrodite. Siku ya saba Emera Ronu. Hao ni Wayunani. Baada ya Wayunani wa Roma wanaingia, maana Roma inapiga Wayunani, nao hawakuachwa nyuma. Waroma naye wakasema hapana, kwa sababu hao wanaabudu miungu na wanaita hii jina, pia nao wakabadilisha majina. Siku ya kwanza Deus ni Mungu. Siku ya kwanza walikuwa wanaabudu Deus Solis, Mungu jua, sola. Siku ya pili Deus Lunai. Siku ya tatu Deus Tiu. Siku ya nne Deus Warden. Siku ya tano Deus Thor. Siku ya sita Deus Frigg. Siku ya saba Deus Satani. Hao ndio walianza kupatia masiku. Kila wiki walikuwa, kila siku walikuwa na mungu wao. Kuna mungu wa tanda, kuna mungu wa nature, kuna mungu wa wote walikuwa wanaabudu. Maana yake ni nini? Solis ni sola, yani sun god. Lunai Mona, yani moon god. Tiu ni Tiu, yani god of war, mungu wa vita. Wakienda vita walikuwa wanaabudu mungu, wanaita mungu wa vita. Warden, god of wisdom. Siku ya ine Thor walikuwa wanaabudu thunder god. Frigg yani Freya, nature goddess, alikuwa mungu mwanamke, nature goddess. Satani weather god, mungu wa anga, ambia atusaidie. Waingereza nao walipoingia hawakuachwa nyuma. Wakasema sababu Walatini wa Roma ati mungu wao wa kwanza Deus Solis, wao wakabadilisha Deus Solis wakaita Sunday. Mungu wa pili, siku ya pili Deus Lunai wakaita Monday. Deus Tui wakaita Tuesday. Deus Wadane wakaita Wednesday. Deus Thor wakaita Thursday. Deus Frigg wakaita Friday. Deus Satani wakaita Saturday. Hapo ndio majina Sunday, Monday, Tuesday kitokea. Wanasema Waswahili nao wakasema kama Waingereza wameweka majina, pia sisi tunaweka yetu. Siku ya kwanza Sunday wakaita Jumapili, Monday wakaita Jumatatu, Tuesday wakaita Jumanne, Wednesday wakaita Jumatano, Thursday wakaita, Friday wakaita Ijumaa, Saturday wakaita Jumamosi. Wakasema tuachi. Siku za miezi na miaka zikabadilishwa kulingana na historia ya Misri. Unapoangalia mwaka, kwa mfano mwaka mmoja una siku ngapi? Mwaka mmoja una siku ngapi? Si wanafunzi, mwaka mmoja una siku ngapi? Wanasema mwaka mmoja ina miaka 360 na ngapi? Na quarter. 365 and quarter. Swali, tangu uishi dunia wapi umeona siku quarter? Hadi siku ilianza ikanuka ikaisha. Wapi umeona siku quarter? Hakuna. Wakaweka ati wako na miaka 365. Nakwambia ni kwa nini? Hao miaka 300, wengine wanasema 366. Na mwezi siku hizi kuna mwezi una siku 30, mwingine 31, mwingine 28, mwingine 29, si ndio? Kwani Mungu amechanganyikiwa hizi miezi siku zake haziwezi enda sawa. Mtu ambaye aliweka kalenda anaitwa Gregory.
Na ndio watu wanatumia kalenda yake mpaka saa hizi. Na kuna siku ziliongezwa hizi 5 unaona. Tunaenda kuuliza Biblia, siku za Biblia ni ngapi? Hebu Ufunuo 12 mstari wake ni 6 mtumishi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo na mahali palipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko kwa muda wa siku 1260. Ati yule mwanamke akakimbilia ili wamulishe huko muda wa siku 1200 na nini? Na 60. Tuwataka tupige hesabu ya Biblia. Danieli 7:25. Yule pembe akafanya kazi yake. Atafanya kazi yake kwa muda wa siku ngapi? Tunaona kwamba kuna siku 1260. Hebu inasema nini mtumishi? Inasema hivi. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atadhoofisha utakatifu wake aliye juu. Naye atazimu kubadili majira na sheria. Nao watatiwa mkononi mwake kwa wakati nyakati 2.5 wakati. Wakati moja, nyakati 2.5 nini? Wakati moja, nyakati 2 ukiongeza inakuja ngapi? 3 pamoja na nusu wakati. Tunaangalia, hebu tuende Ufunuo 13 mstari wake ni wa 5. Hebu anza ile. Ufunuo 13 mstari wake ni wa 4. Tunaangalia miezi ya Biblia. Maana wanadamu inafaa tufuate Biblia, sio watu. Inasema nini? Mstari wa 5 inasema, naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu na ya makufuru. Endelea. Akapewa uwezo kufanya kazi yake miezi 42. Akapewa kufanya kazi miezi 40 na mingapi? 2. Hii ni sawa na miaka 3.5, miezi 42 na siku 1260. Unajua mtumishi? Ndio. Kuanzia mwaka wa 538 AD mpaka 1798. Kulikuwa na zama za giza ambapo Wakristo waliuawa. Kesho tutaangalia. Wakristo waliuawa zama za giza. Mwanamke huyu pembe huyu akafanya kazi yake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Wakristo wakauawa, Biblia zikachomwa, mambo yakatendeka mengi. Nyakati 3, sasa watatu pige hesabu. Nyakati 3.5 ni sawa na miezi 42. Hii ni sawa na miaka 3.5, miezi 42 inakuja siku 1200 na ngapi? Na 60. Siku 1260. Tukaangalia siku ya jana, je, dunia ina umri gani? Tukasema kwamba hii dunia wengi wanasema ina maelfu na elfu ya miaka. Lakini swali, dunia hii tunaishi ina umri wa takriban miaka ngapi? 6,000. Tukaangalia kutoka umbaji mpaka gharika, hiyo ikapita miaka 2000. Kutoka gharika mpaka kuzaliwa kwa Yesu ikapita miaka 2000. Kutoka kuzaliwa kwa Yesu mpaka saa hizi miaka 2000 ikaweza kupita. Sasa tunaangalia, kwa hiyo siku 1260 divide by 42 inakuja ngapi? Ukigawa 42 unapata 30. Unapata ngapi? 30. Kwa hiyo mwezi mmoja una siku ngapi? 30. Mwezi mmoja una siku 30. Hakuna mwezi una siku 31. Nakwambia 31, 28, 29 zilitoka wapi? Na mwaka mmoja ni siku ngapi? Unaongeza 30 times 12. Mwaka una miezi ngapi? Mwaka una miezi 12. Tunataka tupige hesabu. Mwezi mmoja una siku ngapi? 30. 30 multiply by 12 ni ngapi? 360. Kwa hivyo mwaka una miaka ngapi? Una siku ngapi? 360. Lakini watu wakadanganywa. Mtu anasoma anachanganyikiwa. Badala asome na kuwa mwerevu, anasoma na kuwa mjinga.
Sasa unashangaa ni watu watapelekwa shule ama watapelekwa wapi? Hebu Yeremia 8 mtumishi. Inasema Wacha na majira alibadilisha, tunataka tuangalie, je, sheria za Mungu zilibadilishwa? 8 mstari wake ni 7. Inasema nini? Naam. Koikoi angali ajua nyakati zake. Somea hapo mtumishi. Inasema maneno haya. Nini? Neno la Mungu linasema naam. Koikoi angali ajua nyakati zake. Endelea. Zilizoamriwa. Na huwa na mbaliwayo na korongo angalia wakati wa kuja kwao. Hebu sikia, Mungu anafananisha wanadamu, anasema angalieni hao wanyama. Koikoi anajua wakati wake ulioamriwa, lakini watu wa Mungu hawajui wakati wao, hata saa, hata majira hawaelewi. Endelea mtumishi. Inasema nini? Lakini inasema bali watu wangu, bali watu wa Mungu hawazijui amri za Bwana. Ati watu wa Mungu hawajui amri za Mungu. Mwasemaje? Nini? Sisi tuna akili. Wengine watauliza sisi tuko na akili. Na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Lakini tazama. Nini? Kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Mtumishi. Naam. Ati amri za Mungu, watu wa Mungu hawajui amri zake. Kabla tuingie amri za Mungu, unapoangalia Biblia siku hizi mtumishi, ndio kuna watu wanadania wako na Biblia, kumbe wamebeba gazeti. Maana mpaka Biblia zimebadilishwa. Shetani ni mkatili sana. Shetani si wa kuchezea. Shetani ni mkatili. Biblia zimebadilishwa. Unapoangalia haya zilizobadilishwa kutoka tafsiri ya KJV, kuna Biblia inaitwa Good News, King James Version. Hiyo ndio imetafsiriwa kwa the original version. Lakini Biblia zingine zikabadilishwa na zikatolewa maneno. Unapoangalia kuna hii New American Standard Version, kama uko nayo, imetolewa maneno 909. Unapoangalia Revised Standard Version RSV, kwanza hii ukipeleka mtoto secondary wanasema lazima umnunulie. Imebadilishwa maneno 700, imeondolewa maneno 788. Unapoangalia New World Translation imetolewa maneno 767. New International Version NIV, wengi wanaipenda, imetolewa maneno 695. Good News Bible, naambiwa ni hizi translation, imetolewa maneno 614. Amplified Bible imetolewa maneno 484. Catholic Douay imetolewa maneno 421. All Jehovah Witness Bible imebadilishwa maneno 120. New King James Version imebadilishwa maneno 1200. Unapoangalia kuna Biblia utashika upate, kuna Jerusalem Bible and Common Bible Version. Kuna watu wako na hizi tafsiri. Hizi zina vitabu 6 vilivyoongezwa. Ya kwanza Deuterocanonical, na hivyo kuwa na vitabu 72 badala ya 66. Hebu angalia, unasema tu hii dunia tunaenda mbinguni, shetani ni mtani. Unapoangalia hiyo Biblia kuna maneno, kuna chapters zimeongezwa. Moja inaitwa Tobit, ingine Baruch, ingine Maccabees, Ecclesiastes 1, Ecclesiastes 2, the Book of Wisdom. Wakati Mituki alikufa alisomewa the Book of Wisdom. Kwa hii Biblia utafuta utaona the Book of Wisdom. Lakini zimeongezwa. Hii the Book of Wisdom ina mambo mengi ya ajabu. Inaambia watu wakikufa wanaenda purgatory. Hatukikufa au kufi unaenda purgatory. Na Wakatoliki wako na hii Biblia.
Hebu Ufunuo 22 mstari wake wa 18. Zinabadilishwa, watu wanaletewa, wananunua. Hai, Biblia ni Biblia. Wacha nikwambie, Biblia si Biblia. Kuna watu wana magazeti. Na mshuhudia kila mtu asikie maneno ya unabii wa kitabu hiki. Endelea. Mtu yeyote akiongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Mungu alionya kitambo akasema kwa Biblia ukiongeza, Mungu atakuongeza mapigo. Endelea. Na mtu yeyote akiondoa lolote, na ukiondoa neno lolote kwa Biblia katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, nini itafanyika? Mungu atamuondolea sehemu katika ule mti wa uzima. Mungu atamuondolea sehemu. Watu wamebadilisha mpaka Biblia. Utasoma Injili na kuambia hakuna sabato, na ungangane nayo. Hakuna sabato, hakuna. Mwingine ingine na kuambia kuna sabato inakuja. Ndawaambia sabato inakuja ni gani? Watu wanaenda kulazimishwa alama ya mnyama by force. Na ndio Biblia nyingine ukisoma inakwambia at the Sabbath which is to come. Wakati hiyo sheria itapitishwa, utasomewa hiyo fungu uambiwe si Mungu alisema kuna sabato inakuja. Sasa ndio hii. Chunga sana. Je, sheria ya Mungu ilibadilishwa? Sasa tunaanza kuangalia sheria ya Mungu kisha tumalize. Unajua mtumishi? Ndio. Mungu anasema sheria zake ziweze kutunzwa, na sheria za Mungu ni upendo. Sheria za Mungu ni mzuri. Leo tunaangalia sheria za Mungu na sheria za wanadamu. Kuna kitabu tutakuwa tunasoma inaitwa Catechism, na tunasoma Biblia. Tunataka tuangalie sheria ambazo zilibadilishwa. Hebu nisomee kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 9. Tuangalie Mungu anasema nini. Sheria imegeuzwa. Watu wanaishi dunia hii, wengine wanasema sheria za Mungu haziko. Acha nikuambie, ukitaka kukosea Mungu, guza amri zake. Lakini wengi wanaambia watu sheria zimeisha, zilikufia msalabani, zote zikaisha, tunaishi kwa neema. Angalia neema ni nini? Na kama Paulo anasema hiyo neema, sheria lazima iishi. Maandiko yanasema nini? Ile waraka wa kwanza wa Yohana 4:9 inasema nini? Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu. Pendo la Mungu lilionekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni. Mungu akatuma mwanawe wa pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Ili tupate uzima kwa nani? Kwa yeye. 19 inasema nini? Inasema sisi tuwapenda kwa maana alitupenda sisi kwanza. Sisi tunapenda kwa sababu Mungu alitupenda sisi kwanza. Mtu akisema nampenda Mungu na yamchukia ndugu yake, anafanya nini? Ni muongo. Ati huyo ni muongo. Kwa maana asimpenda ndugu yake ambaye amemuona, atafanya nini? Hawezaje kumpenda Mungu? Hebu Yohana 14:15. Tuangalie hii pendo ni gani? Sheria za Mungu ni upendo. Wengine wamechukulia sheria za Mungu kama hukumu. Hapana. Sheria za Mungu ni upendo. 14:15 inasema nini? Mkinipenda. Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Amri gani Yesu anasema tukimpenda tutazishika? Hebu 14:15. 15:10 ama ni 10:15? 15:10 inasema nini? Mkizishika amri zangu. Mkishika amri za Mungu mtakaa katika pendo langu. Mtakaa katika pendo la Mungu. Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba. Kama vile Yesu alivyozishika amri za Baba. Na kukaa katika pendo lake. Hebu sikia, mkikaa katika pendo la Mungu, mtashika amri. Kuna jamaa fulani akakuja kauliza Yesu, nifanye nini ili nipate uzima wa milele? Hebu Mathayo 22 mtumishi. Ni 22:35. Tuende pale. Mathayo 22 mstari wake na 25. Mambo yanabadilishwa, Wakristo wanarukaruka kanisani, sheria waliacha. Bendera yake Yesu sasa ina pepe. Bendera yake Yesu sasa ina bendera yake
Yesu na ametoa kitambaa makamasi. Sasa inapepea bendera yake. Amesahau Biblia kwa Biblia ndio bendera ya Yesu. Mathayo 22:35. Inasema nini? Mmoja wao mwanasheria akamuuliza nini akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Katika Torati alimuuliza, katika Torati amri gani iliyo kuu? Akamwambia, nini? Mpende Bwana wako Mungu wako kwa moyo wako wote. Yesu akamwambia mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, kwa akili yako yote. Hii ndio amri iliyo kuu tena ya kwanza. Ati ndio amri iliyo kuu tena ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo. Na ya pili yafanana nayo. Nayo ni hii. Gani? Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nini? Nafsi yako. Mtu anakuambia Yesu aliacha amri mbili peke yake, upendo. Swali ni gani? Unajua mtumishi? Naam. Unapoangalia Musa alipopewa amri 10, aliandikwa kwa mbao za mawe. Amri ya kwanza inaongelelea baina ya upendo kati ya mwanadamu na Mungu. Amri ya bao ya pili inaongelelea upendo kati ya mwanadamu na mwanadamu. Yesu akamwambia amri ni mbili. Bao ya kwanza mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Bao ya pili mpende jirani yako. Zote bao mbili zina amri 10. Kwani upendo ilikuwa tu kwa New Testament pekee yake mtumishi? Kumbukumbu la Torati 6. Mstari wake ni wa 5. Inasema hivi. Nini? Hebu nianzie mstari wake ni wa 4. Hasa ile. Sikiza Israeli. Nini? Bwana Mungu wetu. Bwana ndiye mmoja. Ati Mungu ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Ati mpende Bwana. Yesu anasoma kumbukumbu la Torati akiambia jamaa, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Kwa hivyo upendo si ati ni kwa New Testament. Yesu alisoma Old Testament. Na ya pili mtumishi, Mambo ya Lawi 18 19:18. 19:18. Na Mungu anasema hizi. Nini? Usifanye kisasi. Usifanye kisasi. Wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako. Usiwe na kinyongo juu ya wana wa watu wako. Bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Ati mpende jirani yako kama nini? Nafsi yako. Yesu alipokuwa pale anazungumzia mbao mbili. Si ati amri ziliisha. Yesu anazungumzia mbao mbili. Kuna fungu inasema waraka wa kwanza wa Yohana inasema kwamba asiye ni muongo wala kweli iko ndani yake. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wake ni wa 3. Natumaini ni hiyo. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wake ni wa 3. Sheria za Mungu zipo na zipo. Hazikuisha. Maandiko yanasema nini? Inasema hivi. Na katika hili tunajua kwamba tumemjua yeye. Katika hili tumejua kwamba tumemjua yeye. Ikiwa tunazishika amri zake. Kama tunashika amri za Mungu. Yeye asemaye nimemjua. Anayesema anajua Yesu. Wala hazishiki amri zake. Na ashiki amri zake. Ni muongo. Atoe jamani ni muongo. Ni muongo. Na nini? Wala ukweli haimo ndani yake. Hebu tulia. Ati wale wanaimba wanarukia Bwana na washiki amri ni waongo na ukweli haimo ndani yao. Zaburi 119:155. Wanaimba Rokea Yesu rokea, rokea rokea, rokea Yesu rokea, kwa sababu ni mwema. Rokea Yesu rokea, rokea aja. Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu, hamtaruka. Watu wanarukia Yesu. Zaburi 119:155. Wokovu mbali na wasio haki. Ati wokovu iko mbali na wasio haki. Kwa maana hawafanyi nini? Hawajifunzi amri zako. Haja. Ati wale wajifunze amri za Mungu, wokovu iko mbali nao. Sasa tuangalie hizi mtumishi. Twende Kutoka 20 tuangalie amri za Mungu kwa Biblia na amri za hii kanisa hii ya Roma.
hii ambayo imepoteza watu wengi mpaka wakasahau mahali pao pa kupumzika. Hii Kutoka 20, tuanze tu mstari wa kwanza. Inasema, tunasoma hii ni Catechism inakuanga sura ya 10, ukifungua kitabu page 10 inakuanga 10 mtumishi. Ndio. Ama ukiangalia kwa content kuna amri 10 za Mungu. Sasa mimi badala nilete hapa nikupe usome, niliweka hapa. Wewe uone hapa. Tunataka kuona amri 10 za Mungu Biblia na amri za wanadamu. Mungu akanena maneno haya yote akasema. Mungu akanena maneno haya yote akasema. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri. Endelea tulishi. Katika nyumba ya utumwa. Nini? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila nani? Mimi. Amri ya kwanza Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri yao ya kwanza inasema mimi Bwana Mungu wako, usiwe na miungu wengine. Hiyo iko sawa, haina shida. Twende amri ya pili mtumishi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kwa Biblia amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Wala kilicho chini duniani. Wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa nini? Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Na wabatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami warehemu maelfu na maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amri yao ya pili inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Kuna hatari hiyo haiko. Kwa hivyo ya pili yuko mtumishi. Tutajua ni kwa nini haiyuko. Ya sanamu haiyuko, yao ya pili ndio ya Biblia ya tatu. Twende amri ya tatu mtumishi. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Kwa nini? Maana Bwana atamhesabia haki mtu yote alitajaye jina lake bure. Ati Mungu anasema usilitaje jina la Bwana. Kai, haki ya Mungu, haki kai. Ai wewe umepata ukiiba. Haki kai si mimi. Wewe. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri yao ya tatu inasema shika kitakatifu siku ya Bwana. Amri ya Biblia ya tatu. Yale mtumishi. Ya ile inasema nini? Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Amri ya ile ya Biblia inasema kumbuka siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote. Endelea. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi wewe, wala mwana wako, wala binti wako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa nini? Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Amri yao ya ile inasema waheshimu baba yako na mama upate miaka mingi na heri duniani. Kuna hatari hapa, kuna hatari. Hebu tuende amri ya 5 ya Biblia mtumishi. Waheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Amri ya 5 inasema usiue. Amri ya 6 inasema usiue. Yao inasema usizini. Amri ya 7 usizini. Yao inasema usiibe. Amri ya 8 usiibe. Yao inasema usiseme uongo. Amri ya 9 usimshuhudie jirani yako uongo. Amri ya 10 yao inasema usitamani mwanamke asiye mke wako. Amri ya 10 usitamani nyumba ya jirani yako. Usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Amri ya 10 ikagawanyishwa mara 2 ikatoshea ziwe 10. Ya ile ya pili hakuna. Sasa swali mtumishi. Naam. Sheria ya Mungu iko mashakani. Tulipokuwa tunaangalia ibada ya sanamu ilianza Babeli. Tunataka tuangalie Babeli ya sasa ya kiroho.
pembe ndogo, Babeli ya sasa. Babeli wakaabudu sanamu. Ndio maana Roma hawana amri ya pili, kwa sababu masanamu zimejaa kanisani. Haya, tuishi. Mungu anaposema usiabudu sanamu, hebu Kumbukumbu la Torati 4 mstari wake wa 15. Kumbukumbu la Torati 4:15. Watu wanafanya ibada pasipo kujua. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wake wa 15. Jihadharini nafsi zenu basi. Mungu akasema tujihadhari nafsi zetu basi, maana hamkuona umbo la namna yoyote. Hatujaona umbo la namna yoyote. Siku ile Bwana aliyosema nanyi kutoka kati ya moto. Siku Bwana aliyosema nanyi kati ya moto. Msije mkajiharibu nafsi zenu. Msije mkaharibu nafsi zenu. Mkajifanyia sanamu ya kuchonga. Mkajifanyia sanamu ya nini? Ya kuchonga. Hebu tulia. Ati Mungu anasema tusijiharibu nafsi zetu, tukajifanyia sanamu ya kuchonga. Unapata watu wamevaa sanamu mpaka kwa shingo. Anakuambia hiyo ni rozari. Nakuambia leo, usije ukajichongea mchongo. Mambo ya sanamu ilikuwa ya wapagani. Wakati waliingia kwa Ukristo, wakaingia na miungu yao. Walipoingia na miungu yao, wakaanza kufanya ibada mpaka ya sanamu ndani ya kanisa. Unapoangalia hawa walikuwa na sanamu. Kuna Mungu mume, Mungu mke na Mungu mtoto. Nitakuelezea uelewe. Unapoangalia kwa kanisa, enda ufanye hii research. Tafuta kanisa kubwa ya Catholic mahali popote. Unapoangalia kwa dirisha utaona hii sign imewekwa. Hii jua, alafu kuna IHS na msalaba imedunga ndani. Unapoulizwa wanakuambia ati hii ni in his service. Huyu ni Mungu alikuwa anaitwa Isis. Kuna Isis, kuna Horus na kuna Seb. Miungu ambayo walikuwa wanaabudu. Na ndio ibada hizi zikaingia makanisani. Unapoangalia hapa utapata kuna Mungu Rea na Ronas. Unapoangalia hapa unapata kuna Mungu mwanamke anaitwa Athena. Nataka uelewe makini. Hapa kuna Mungu mwanaume na miungu mwanamke. Na ndio ibada watu walikuwa wanafanya. Ukienda Arabuni kuna Mungu alikuwa anaitwa Al-Uz, Alat na Manat. Hii ni ukisoma Quran 53:3. Imeandika mambo haya. Na kuna ukienda India kuna huyu alikuwa anaitwa Ashera, Mungu mwanamke. Unapoangalia wapagani walikuwa na Mungu anaitwa Madonna, mwingine anaitwa Semiramis, Mungu mwanamke na Mungu mtoto na Mungu mwanaume. Alafu unachukua hii picha unaweka, unaambiwa ni Yesu. Nakwambia huyu ni nani? Watu wanaabudu vitu ambazo hawajui, na Mungu anakasirika sana. Unapoingia St. Peter Basilica kuna sanamu za ajabu. Unapoona hii unadanganywa ati huyu ni Mariamu na huyu ni Yesu. Wewe unaambiwa ni hivyo. Hebu mtumishi Yeremia 7 mstari wake ni wa 17. Sasa swali nataka ujiulize, wapi umeona Yesu na Maria wako na sahani nyuma ya kichwa? Hiyo jua. Hii ni ishara ya jua. Hii ni jua. Wapo Bwana Yesu jua imewekwa nyuma. Wewe huko wako unalia. Oe Maria mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu. Maandiko yanasema nini? Yeremia 7. Mstari wake ni wa 17.
Je, hamuoni wanavyotenda katika mji wa Yuda? Hamuoni wanavyotenda katika mji wa Yuda? Na katika njia kuu za Yerusalemu nini wafanyika? Watoto huokota kuni. Watoto wanaokota kuni. Na baba zao huwasha moto. Baba zao huwasha moto. Na wanawake hukanda unga. Wanawake hukanda unga. Ili kufanyizia mikate. Nani? Malkia wa mbinguni. Ati malkia wa mbinguni. Na kuwamiminia miungu wengine sadaka za kinywaji wapate kunikasirisha mimi. Watu wanafanya ibada ya huyu mwanamke. Unajua alikuwa anaitwa Queen of Heaven. Queen of Heaven. Na unapoangalia Babeli kuanza saa hizi, maana ni mrodi huko, tutaingia siku ya kesho kwa ndani mtumishi. Naam. Maana Nimrodi alikuwa na mwanamke, na huyu mwanamke ndio alikuwa anaitwa Semiramis. Alimuoa, lakini Nimrodi alikufa kama ana mtoto. Huyu Semiramis akafanya ukahaba, akashika mimba. Kushika mimba akazaa mtoto. Wapagani wakamuuliza, wewe na Nimrodi alikufa, mimba ulitoa wapi? Akawadanganya. Wapagani walikuwa wanaomba jua, walikuwa wanaabudu jua sana. Wakamwambia kwamba mimi, Semiramis akaambia wapagani, nilipokuwa nimeamuka ninaota jua. Mongo jua pale ambaye Nimrodi alienda, ni hali ya jua ikaniangukia nikashika mimba. Akawadanganya hivi. Akazaa mtoto akamuita Madonna. Hebu mtumishi, akamuita Tamuzi. Akamuita Tamuzi. Kuna fungu natafuta, hebu Yeremia, ni Ezekieli 8:14. Ezekieli 8:14. Na utaona wengi hizi zimewekwa kwa manyumba za watu. Wanaambiwa huyu ni Mariamu. Inasema ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingia katika nyumba ya Bwana ulielekea upande wa kaskazini. Na tazama, wanawake wameketi. Akaona wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi. Wanalilia Tamuzi. Hebu sikia, Mungu mtoto, mwanamke na Mungu mwanaume. Ibada za kipagani zikaanza kufanya. Nikakwambia Yesu wetu alitoka msalabani, lakini Yesu baada kwa msalaba watu wanaabudu sanamu na wanalia. Hebu Matendo ya Mitume 17:29. Je, Mungu anakubali ibada ya sanamu? Matendo ya Mitume 17:29. Mungu anatuambia nini? Alafu nataka uniambie swali. Wapi uliona Maria amebeba Yesu akiwa mtu mzima? Inasema Matendo ya Mitume 17:29. Inasema nini? Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu, au fedha, au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili ya mwanadamu. Mfano wa uungu, Mungu Baba, Mwana na Roho, si mfano wa hizi. Haitupasi kudhani ya kwamba uungu ni mfano wa dhahabu. Hebu angalia, watu wanalinganisha Yesu na mamiti. Mungu anakataa. Hebu hao watu wanachonga sanamu mtumishi. Zaburi 115 mstari wake wa 2. Ama kuna fungu ulikuwa unataka kusoma kwa Isaya? Twende pale kwanza. Zaburi 115. Inasema kwa nini mataifa kusema yuko wapi Mungu wao? Mataifa wanauliza Mungu wao wako wapi? Lakini Mungu wetu yuko mbinguni. Sisi Mungu wetu yuko mbinguni. Alitakalo amelitenda. Analolitaka amelitenda. Sanamu zao, ati sanamu zao ni fedha na dhahabu. Kazi ya mikono ya wanadamu. Ni kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa. Hii sanamu zina vinywa. Lakini hazisemi. Zina macho. Lakini
lakini hazioni. Zina masikio, lakini hazisikii. Zina pua, lakini hazisikii harufu. Mkono, lakini hazishiki. Ukiacha hapa hivi, kesho unaipata hivi. Miguu, lakini haziendi. Haya, endelea. Wala hazitoi sauti koko zao. Yesu ataongea na shangaa, mtu mzima amepiga magoti, anaongea na sanamu, hata iongei, haikusikii. Wazifanyao watafanya nini? Watafanana nazo. Wanaofanya sanamu watafanana nazo, kila mmoja anayezitumainia. Hebu sikia. Na watu wanatumia sanamu sana. Unaenda Isaya mtumishi. Isaya 44. Ni Isaya 44 mstari wake ni wa 9. Hapo ulikuwa unasoma gani? Twende. 44:9. Inasema wachongao sanamu, wanaochonga sanamu wote ni ubatili. Ati wote ni nini? Ni ubatili. Nashangaa, kwani kuna sanamu takatifu. Wanaochonga sanamu yote ni ubatili. Wala mambo yao yawapendezayo hayatafaa kitu. Hata mambo yanayopendeza hayatafaa kitu. Wala mashahidi wao wenyewe hawaoni. Hebu sikilia mtumishi. Unajua kuna wakati tukiwa Nairobi, tuko kwa stage, tunataka kuenda, jamaa fulani akakuja na msalaba kubwa sana. Nisa haitoshei, sasa naongoza gari ambayo inaweza toshea. Wewe jamaa ameshika sanamu. Gari ya kwanza ikakuja, Nisa nikapita, ya pili ikakuja ikasimama. Akaambiwa ingia, tauni ni ngapi? Tauni ni 50 bob. Kwenda kuingia akaambiwa suache hii muti tukuwekea hapa juu. Akasema unaita Mungu wa nani muti? Unaita Mungu hata gari sipandi, unaita Mungu muti. Nani muti bwana ametoka. Lakini watu wameamini ya kwamba kuna maombi Mungu anasikia. By the way, wanaechonga na wanaabudu sanamu Mungu hawasikii. Waraka wa kwanza Yohana 5:21. 5:21. Tuambia kuna siri kubwa, na hii mambo yote Roma ikaenda kinyume cha Mungu. Yale Mungu anakataa ndio wanafanya. Sanamu zimejaa, watu wanapiga magoti. Nikaona nikaingia, kuna kanisa ya Catholic iko Kariobangi Nairobi. Wakati nilipita, nikiingia pale ndani nikaona mama amepiga magoti, ako na rosali, akafanya sala ya kwanza, akafanya pili kwa sanamu ya Mariamu. Nikaona analia, huyo mama analia, anamwaga machozi kwa sanamu. Mimi nashangaa watu wanasoma Biblia gani? Maandiko yanasema nini mtumishi? Waraka wa kwanza Yohana 5:21. Inasema watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Mungu anasema tujilinde nafsi zetu na sanamu. Nafsi zetu tujilinde na sanamu. Unafungwa hapo kwa sanamu mtumishi nimeacha. Mungu anasema jilindeni nafsi zenu. Sasa sikia, wengine wanafaa mpaka rosali. Mtu akaniuliza kwani rosali ni mbaya? Kwa Biblia hakuna mahali Mungu anasema tutumie rosali. Hakuna. Lakini unapoona kanisa la Kirumi wakaleta rosali, hii ni sanamu, msalaba, alafu wanaanza kuhesabu. Hebu tuulize Yesu mtumishi. Naam. Mathayo 6 mstari wake mstari wake ni wa 5. Mathayo 6 mstari wake ni wa 5. Yesu anatupatia njia ya kuomba. Hakuna mahali Yesu anasema unapotaka kuomba chukua rozari anza kuzungusha. Hakuna, hii ni sanamu. Na hii rozari kila bits ina jina. Inasema
Tena msalipo msiwe kama wanafiki. Tunaposali tusiwe kama wanafiki. Kwa maana wao hupenda kusali hali wamesimama katika masinagogi. Wanasali hali wamesimama katika masinagogi. Na katika pembe za njia. Na katika pembe za njia. Ili waonekane na watu. Endelea mtumishi. Amina nawaambia. Nini? Wamekwisha kupata thawabu yao. Hebu soma. Bali msalipo. Mnaposali. Bali wewe usalipo. Wewe unaposali. Hebu sikia. Yesu anazungumza, anasema wewe unaposali, ingia katika chumba chako cha ndani. Ingia katika chumba chako cha ndani. Na ukisha funga mlango. Funga mlango wako. Usali mbele ya Baba yako. Sali mbele ya Baba yako. Aliye sirini. Naye atafanya nini? Naye Baba yako aonaye sirini. Atafanya nini? Atakujazi. Ati unapoingia sali, alafu endelea mtumishi. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke payuke. Kuna ule mtu akiomba unashtuka. Wewe ni jirani. Mungu hajasikia hiyo maombi. Inasema nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke payuke. Msipayuke payuke kama watu wa mataifa. Maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa. Wanadhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao mengi. Hebu endelea mtumishi. Basi msifanane na wao. Msifanane na mataifa. Maana Baba yenu anajua mnayohitaji. Mungu anajua ni nini mnahitaji kabla ninyi hamjamuomba. Soma. Basi ninyi salini hivi. Atisalini hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Tuchukue rozari tusali nayo. Jina lako litukuzwe. Hebu soma maandiko. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Wapi? Hapa duniani kama huko mbinguni. Hebu tulia mtumishi. Tunaposali tunaingia kwa nyumba tunatulia. Unaomba polepole. Maana Mungu ndo anasikia maombi yako. Na hakuna mahali Mungu anasema chukua rozari, ati nani msalipo tafuteni rozari, anzeni kuzungusha. Hakuna kwa Biblia. Watu wanafanya maneno kinyume cha Mungu. Sasa angalia hao. Si ati tunasema mambo yetu. Hii ni sanamu ya Maria. Hawa ni watu wamepiga magoti. Huyu ni lecturer wa university, huyu kijana ametoka college, huyu ni mwalimu. Watu wana akili, ndio wamepiga magoti wanaomba. Hii si maneno yetu. Ndio wanaomba wasikiwe. Ndio hizo unaangalia, huyu amevaa hii ni tasbih rozali na mlingo. Huyu amevaa mlingo kwa shingo, huyu ana rozali, huyu ana tasbih. Sasa watu. Na unapozungusha hii shanga kwanza ya Waislamu, beat ya 94, nimekuambia hizi vitu zina maneno zao. Beat ya 94 inaita Al-Qadim. Na unajua Al-Qadim ni nani? Al-Qadim ni joka yule wa Ufunuo 12:9. Sasa swali, joka na maombi ya hao inasaidiana nini? Watu wamedanganywa dunia hii. Sheria ya Mungu hii mashakani. Siku ya kesho tutaangalia sabato ya Mwenyezi Mungu. Sabato. Leo tumeangalia sheria ya pili ambayo imeweza kubadilisha. Sheria watu wanachonga sanamu, wanaweka makanisani. Wanasema ya kwamba hatuyo ni Mungu wao. Alafu mtu anakuambia hapana, sisi si ati tunaomba hiyo. Hakuna mahali Mungu anasema weka sanamu omba. Mungu anachukizwa watu ambaye wanachukua sanamu wanaanza kuiomba. Mungu anachukizwa sana, anachukizwa na maneno ya kesho. Tunaangalia sabato ya Mwenyezi Mungu kesho. Wewe umekaa kwa uongo miaka mingi. Njoo leo, njoo siku ya kesho uweze kuelewa. Wala ambao kuna maswali tunapoendelea. Sasa ndio nina create questions. Sasa unaweza uliza swali.
kwa mafundisho ambayo tumekuwa tukifundisha. Unaweza uliza rozari, kwa nini hivi? Mbona mwingine aliuliza rozari, nimejibu rozari. Mungu anasema ukiomba, ingia kwa nyumba yako, piga magoti, funga mlango, omba. Usipige kelele. Wangapi wameelewa mafundisho ya siku ya leo? Siku ya kesho tunaingia kuangalia sabato ya kweli ya Mwenyezi Mungu. Hatuhubiri ati watu wafuate mahali tunaenda, wewe fuata ukweli. Usifuate watu. Fuata ukweli. Hatusemi hivi, ndio sema watu wana siasa, hatuna siasa, tuna Biblia. Fuata ukweli wa Mwenyezi Mungu. Ni nini Mungu anasema? Yesu anasema tusiwe kama watoto wachanga tukitupa huku na huku na kila upepo wa elimu, bali tujue ukweli. Natumaini ya kwamba siku ya leo tumeshinda mahali hapa sabato ya Mungu ambaye kesho tutaiangalia. Nimekuambia ukitaka kukosea Mungu, shika amri zake. Chokoza tu sheria zake. Hebu ifungue alafu tuombe mtumishi. Zaburi 119. 142. Halafu tuombe. Siku ya kesho tunaenda kuangalia sabato ya kweli ya Mwenyezi Mungu. Inasema, haki yako ni haki ya milele. Na sheria yako ni kweli. Haki ya Mungu ni haki ya milele na sheria zake ni nini? Kweli. Hakuna siku sheria ya Mungu itakuwa ya uongo. Yesu alipokuwa hapa, Yesu anaambia wanafunzi, mimi sijakuja kutangua Torati. Hebu tusome 5:17 Mathayo. Halafu wale wakubwa tusongee karibu. Tunapozidi kufundisha ukweli. Jambo la kwanza, mafundisho yote tuko nao kwa vitabu. Kwambia hii ambayo tumehubiri siku ya leo tumeirekodi pale. Kabla tutoke hapa, mafundisho yote yatakuwa mahali hapo. Kwa hivyo kabla tuende, wewe ndio utataka kubaki nayo ama utataka kuachana nayo. Uenda utaenda kuanza kuuliza maswali. Na labda hukushika, kuna kitabu hapa. Unaposhika upitie, piga magoti, omba. Ambia Mwenyezi Mungu, nataka kujua ukweli. Na kile kitu unaomba Mungu, Mungu hawezi kuacha bure. Ukiomba unataka kujua ukweli, hiyo ndio Mungu atakupatia. Ukiomba unataka kupotea, utapotea. Ukiomba unataka kuhubiri, Mungu atakupatia na utaweza kuhubiri. Yesu anasema, ni mzazi mgani mtoto atamuomba mkate ampatie nyoka? Hakuna, si ndio? Kwa hivyo tukiomba mema, Mungu atatupatia. Maandiko yanasema nini? Mathayo 5:17. Inasema, msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati. Yesu anasema msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati au manabii. La. Sikuja kutangua bali kuitimiliza. Yesu hakuja kutangua bali kuitimiliza. Kwa maana amin, nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka. Ati hizi sheria mnaona, mpaka mbingu na nchi kama hazijaisha, hizi sheria haziwezi isha mpaka hata yote yatimie. Anasema yodi, unapoandika sentensi unaweka dot. Hiyo ndio yodi moja. Ya hizi sheria za Mungu haitaondoka. Tumeangalia kanisa ya Kirumi, amri ya pili wamevunja. Tunaenda kuangalia siku ya kesho amri ya 4 na jinsi walivyotesa Wakristo wa Mungu. Tusimame tuombe. Natumaini ya kwamba wote wanaofika mahali hapa wanafaidika. Hawaendi jinsi walivyokuja, wanaenda na kitu mpya kwa mawazo yao. Kwa hivyo ni ombi letu, Yesu anatupenda na anataka sisi wote tuweze kuona ufalme wa mbinguni. Na ni pendo na ni ombi letu pia sisi, maana tunajua ukweli tukanyamaza nao. Yesu anatuambia tuweze kuhubiri ukweli ili watu wote waweze kujua. Kwa hivyo ya kwamba tunaomba Mungu aweze kutusaidia na kutujalia. Wale wamekuwa wakija tangia siku ya kwanza,
Mungu azidi kuwabariki. Niliwaambia injili sasa ndio tumeanza. Heri ungekosa zile masiku, lakini kuanzia jana tuendelea, usikose. Hii wiki nzima tunaenda kufunua mambo mengi sana. Tuamini tuombe. Uhimidiwe Kristo mfalme wa mbingu na nchi. Ni asante siku ya leo. Tumejifunza kuhusu sheria zako. Tukaona kwamba Yesu unasema kwamba amri zako haziwezi kuvunjika. Na sheria zako hazijaisha na ziko. Labda wakati zitaisha, wakati mbingu na nchi zitakapoondoka. Lakini saa hizi mbingu ndio hii tunaiona, na nchi ndio hii tumekanyaga miguu yetu. Kwa hivyo amri zako bado ziko na unahitaji tuweze kufuata. Ukasema kwamba wokovu mbali na wasio haki, kwa maana wazishikia amri za Mungu. Siku ya leo Mwenyezi Mungu tunaomba kwamba ni asante kwa yale ambayo umetufunulia, yale ambayo umetuonesha. Mengi hatukuwa tunayajua, lakini tumeyajua siku ya leo. Zidi kutufunulia na kutuonesha ukweli. Zidi kutufundisha ukweli wa neno lako. Tunapoenda majumbani, tembea pamoja nasi. Wale wanaoenda mbali, tembea pamoja nao. Wanapolala, lala pamoja nao, usiku walinde. Malaika zako Isha